Baadhi ya wanasiasa wa mrengo wa Jubilee wadai kuwa NASA ilikosea kumteua Raila Odinga kupeperusha bendera ya NASA. Wasiokuwa na hilo wawashinda magwiji siasani katika mchujo wa Jubilee katika maeneo ya Nyeri na Kericho. Na katika mirindimo tumekuarifu kuhusu Shebesh asivyopendelea upuzi wa kuiba kura, huku NASA wakijigamba kuwa watashinda. Karibu mtazamaji kwenye Mizani ya Wiki. Jina langu ni Zubeida Kome na mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Meresha Owiti. Ni rasmi sasa Daktari Wahome Gakuru atapeperusha bendera ya Jubilee katika wadhifa wa ugavana kaunti ya Nyeri. Aliyekuwa mbunge wa Mathira Ephraim Maina ataipeperusha bendera ya useneta na Rahab Mukami amempiku Priscilla Nyokabi katika wadhifa wa mwakilishi wa kike. Lakini sauti ya wanyonge ilisikika kupitia Simon Muthee mwenye umri wa miaka 22 ambaye alishinda tiketi ya mwakilishi wadi baada ya kukampeni kwa baiskeli. Mashirima Kapombe alikumbana naye na kuandalia taarifa ifuatayo. Nyimbo za sifa zilitanda katika vituo vya kujumuisha kura vya maeneo bunge katika kaunti ya Nyeri. Sauti za shangwe zilisikika baada ya wageni wa siasa kuwapiku magwiji. Lakini kwa Simon Muthee aliyenyakua tiketi ya mwakilishi wodi ya Katito Morogoro, ushindi huu ulimpa furaha isiyokuwa na upeo. Walinishika vile nilikuja, hata kama nilifanya kampeni na bike, wakanishika kabisa. And I'm telling them, leadership is not about size, leadership is not about material possession, it is what is inside your brain. Huenda wapinzani wake 7 walimpuuza kwa udogo wake na unyonge ulioonekana alipokuwa kikampeni kwa baiskeli yake. Laiti wangejua mbinu zake zilikuwa moto wa kuotea mbali. Although I had a lot of challenges, na nilikuwa mpaka majamaa wananiangalia wanasema sisi tunaweza shindwa na jamaa kama yule. But I went house to house, I talked to my people until I reached where they were, and hata wakasema heri huyo kijana. Juhudi zake zilifua dafu kwani aliwashinda wapinzani wake kwa kura nyingi si haba. We were 8 people who were contesting for the ticket, but I won them with a margin of 772. Japo kumekuwa na uhasama kati ya serikali ya kaunti ya Nyeri na wawakilishi wodi katika siku za nyuma, Simon anasema hayo ni ya kale. Na Nyeri si ya vita tena, bali tutashikana na governor yule tumepata siku ya leo, tutafanya kazi pamoja and all will be well. Wananchi wa Nyeri wameamua kufagia na huenda ushindi ambao utabakia kwenye vinywa vyao kwa siku nyingi zijazo ni wa Simon Muthee mwenye umri wa miaka 22 ambaye sasa atawakilisha chama cha Jubilee katika wodi ya Katito Morogoro kwenye kinyang'anyiro Agosti tarehe 8. Mashirima Kapombe, KTN News, Nyeri. Shukrani sana mtazamaji. Hapo wakishabikia, wageni wangu studioni wamesikitika. Wanasema mchujo haukuwa na haki. Peter Mositeti ni seneta wa Kajiado. Hujambo? Sijambo. Mbona unakaa una huzuni seneta? Nina huzuni kwa sababu chama nilichopenda nilipata kwamba ndani yake hakukuwa na demokrasia na mwananchi aliweza kupokonywa ushindi wake. Kwa hivyo umehama Jubilee ama bado uko katika Jubilee? Niliandika resignation letter. Pengine kesho itaweza fika kule headquarter. Kwa hivyo unapanga kufanya nini? Unaposema kwamba kura haikuwa na haki, haukupata haki katika Jubilee, kumaanisha nini? Hasa si mimi sikupata haki, nasema mwananchi hakupata haki. Kwa sababu mwananchi aliamuka akapiga kura, lakini matokeo yale yalitangazwa sio yale ya mwananchi. Naam, tuko naye pia Seneta Musila katika afisi zetu zilizoko katikati mwa jiji. Seneta, hujambo? Sijambo. Angalau wewe naona unatabasamu kidogo. Sijambo. Mambo yametulia katika Wiper? Mimi natabasamu kwa sababu nimeona mengi. Kwa sababu yale nimeona juzi sio kawaida. Naam. Hata hivyo maisha sio siasa peke yake. Kwa hivyo mimi sina huzuni kama vile mwenzangu Mositeti anayo. Kidogo umemweleza hivyo ametabasamu. Kwa hivyo unaposema yale ambayo umeyaona ni mengi, kwa yule ambaye hajui, je, bado uko katika Wiper na bado wewe ni mwenyekiti wa Wiper ama umejiondoa?
Unajua, nataka kueleza kwanza kwamba wakati kunakuwa uchaguzi imekuwa ni kama desturi ya wanasiasa, wakishindwa wanalalamika. Na kwa hivyo mimi nataka kusema kwamba silalamiki tu kwa sababu kawaida wanasiasa wanalalamika. Nalalamika kwa sababu ambazo ni za kipekee, kwamba mimi nilishinda. Ajabu ni kwamba nilishinda 10,300 ambayo iliyokuwa tofauti. Mimi ni national chairman wa chama cha Wiper, alafu wenzangu wakafanya njama, wakabadilisha uchaguzi, ikawa mimi mshindi ndiye nimeshindwa. Kwa hivyo nikasema siwezi kufanya mengine hala kwa sababu chama ni kama mimi na ndio mwanzilishi pamoja na wenzangu, na hii imetokea, nikasema aidhuru niwache. Kwa hivyo umeondoka, tupate vyema, umeondoka katika Wiper na umejiondoa kabisa kutoka wadhifa wako wa uwenyekiti katika chama hicho. Nimeondoka sio kwa sababu tu ya hayo, ni kwa sababu nimeona mengi ambayo yanafanywa kwa chama ambao kama mwenyekiti siwezi kukubali yaendelee nikiyaona na siwezi kuyabadilisha. Kwa hivyo nikasema nitajitoa katika uongozi wa chama kwa sababu sitaki kuhusishwa na yale mambo ambayo nimeona inaendelea ambayo ni kinyume cha demokrasia na sheria zote za demokrasia ambazo zimewekwa. Mheshimiwa, kabla sijarudi hapa studio kwa Mositet, nikiwa bado kwako, iwapo wewe kama kiongozi wa Wiper unadhihirisha kwamba kulikuwa na dosari katika mchujo uliofanyika, na wewe ni kiongozi na wewe pia ni mwenyekiti, itakuwaje kwa wale wengine wanachama wa Wiper ambao wanawategemea nyinyi kama viongozi wa Wiper? Sasa shida iko hapo, dada yangu, kwa sababu nikiwa mwenyekiti ilinibidi nijitenge, nipeane nafasi kwa election board ambayo ndio imepewa jukumu la kuendesha uchaguzi. Kwa hivyo mambo haya ambayo yanafanywa ya uchaguzi ambao sio haki, mwenyekiti kama mimi hausiki, kwa sababu mimi kama mgombeaji siwezi nikawa ninaendesha mambo ya chama. Kwa hivyo nilijitenga ili board ifanye, na mambo haya yote ambayo ninasema mabaya ilifanywa na board na pengine viongozi wengine wa chama. Naam, turudi hapa kwa Mheshimiwa Mositet. Sasa umesema kwamba mwananchi hakutendewa haki. Unajua vipi kwamba mwananchi hakutendewa haki? Kitu ya kwanza, Zibedi, sisi tuliweza kufuatilia uchaguzi wa primaries ule hasa ilikuwa ifanyike tarehe 21. Na mimi na wenzangu tuliweza kwenda mpaka Jubilee headquarters, tukaweza kucomplain kwa sababu kuna vitu tuliona ambazo hazikuwa kweli zifanyike vizuri. Tuliona returning officers na presiding officers ni watu walikuwa wamelalia mrengo moja. Tulipoenda pale Jubilee tulikubaliana kwamba returning officers watolewe na presiding officers waweze kufanyiwa reshuffle. Lakini on the eve of the 21st, on 20th, kitu ya kwanza sisi tukingojea material kule Kajiado na tukijua returning officers wamebadilishwa, tulipata kwamba kuna lori imedivertiwa ikiwa na ballot papers imepelekwa Ngong. Na hapo wenzangu na mimi tukakimbia kule na tukapata hata wajumbe wengine ambaye pia walikuwa wanagombania zile vitu sisi tunagombania, walikuwa pale na walikuwa wanatoroka. Ile lori tuliweza kuishika, baadaye ikaangaliwa, kukapatikana ballot papers zile zilikuwa pale, mingi zilikuwa zimetolewa, ni chache tu zilikuwa zimebaki. Ndivyo hasa ikarudishwa mpaka Jubilee na uchaguzi ukaweza kubadilishwa ikawa ni tarehe 25. Lakini kama unavyokumbuka, aidha ni kwa sababu hiyo Secretary General mwenyewe aliweza kuomba msamaha kwetu. Lakini kabla lori ifunguliwe, yeye mwenyewe alikuwa anasema tuachilie lori ipeleke material na kura ipigwe. Hadi wakati ilifunguliwa, regional coordinator kuangalia na sisi, tukapata kweli makaratasi yote ilikuwa loose, zimetolewa na kweli inaonekana kulikuwa na wizi pale. Lakini mbona kwa wote ambao wamepoteza hakuna yule ambaye nimemsikia akisema kwamba huenda kweli mwananchi aliamua kwamba hanitaki tena? Ni nini ambacho kinakufanya uamini kwamba ni lazima iwe ni udanganyifu ambao ulifanya upoteze? Labda watu wako wamesema hawakutaki tena. Ya kwanza, kama mimi nilikuwa na constituency 5. Constituency 5, Kajiado Central, Kajiado Central nilishindwa na kura tofauti ya 2,000. Kajiado South mimi nilishinda kwa kura 11,000
na mwenzangu akiwa na 3,000. Kajiado East niliweza kushinda kwa kura 12,000, mwenzangu akiwa na 3,000. Tukwenda Kajiado North nilikuwa na 7,000, mwenzangu akiwa na kura 3,000. Ukienda West nilikuwa na 19,000, yeye akiwa na 9,000. Lakini ile kitu ilitangazwa ama yale matokeo yalitangazwa yalikuwa tofauti kabisa. Nilipoenda kwa returning officer kuuliza, hebu nipatie kwani ni matangazo gani na ni nini uliweza kureceive kutoka kwa constituency, alininyima na polisi wakawekwa pale, ungefikiria ni Al-Shabaab anatolewa. Hata pale nikapigiwa makelele, mimi sikusema chochote, watu wetu hawakusema chochote, wale supporters wetu. Mimi nikatoka nje na nikaona kweli, hata kama unaweza kumbuka, sijui kama wakati huo ulikuwa pale mwaka wa 1988 wakati KANU ilikuwa inafanya uchaguzi, inasemekana mstari ule mfupi ndio umeshinda kuliko ule mrefu. Hapo ndipo ninasema upokonyaji wa ushindi. Mwananchi anapokonywa haki yake, sio mimi hata nilipokonywa, mwananchi mwenyewe. Haya, tusikie kutoka kwa Musila pia. Seneta, nini ambacho kinakufanya uamini kwamba kweli ulipokonywa ushindi? Huenda ni yule mpiga kura katika kaunti ya Kitui ambaye aliamua labda anataka uongozi mpya. Mbona uamini kwamba ni udanganyifu ambao ulifanya wewe haukupata huo ushindi? Kama vile nimesema, jukumu la kuendesha uchaguzi lilipewa chama ambacho kinaitwa Election Board. Hapa Election Board hata sasa ukiwauliza watasema mimi ndio mshindi, lakini jamaa wengine wakachukua results zingine wakasema ndizo za yule ambaye tulikuwa tunashindana. Lakini mimi sikutaka kulalamika ati kwenda kwa appeals, kwa sababu mimi maisha yangu yote sio mtu ya kusukumana kulalamika. Nikasema haidhuru, nitajitoa, na nikishauriana na wananchi wangu, wakiona kwamba niendelee nitaendelea, wakisema nisiendelee siwezi kuendelea, kwa sababu udanganyifu ule ulikuwako ni wa ajabu. Nimesikia mheshimiwa Mwesiteti akisema, nataka kukueleza hivi kwamba kulikuwa watu ambao walikuwa wanangojea returning officers kwa barabara, wanawashika, wanachukua zile matokeo ya kule wametoka, wanazibadilisha, na hii haijaonekana popote katika ulimwengu. Na mimi pia nataka kukuambia kwamba hata wakati ilisemekana rafiki yangu amepita, ilikuwa tunangojea results za constituencies 3, na mpaka wa leo hata Election Board inashangaa ni kwa nini uchaguzi matokeo yalitangazwa kabla hawajaunganisha matokeo kutoka constituencies zote. Lakini na sio wao walisema itangazwe, ni powers zingine ambazo ziko juu yao ambazo walitumia nafasi ya kwamba mimi sikuwa katika wenyekiti au uongozi, wakafanya mambo haya yote. Na kwa hivyo mimi sina uchungu, sina shida, tutawachia hapo. Lakini unaposema kuna powers ambazo zilisema kwamba usitangazwe mshindi, hizo powers ni kutoka kwa nani? Kwa sababu wewe ni mmoja wa wale wenye chama hasa. Kiongozi wa chama ndiye anahusika na mambo haya, na mpaka awe wazi aseme kwa nini aliingilia kazi ya Election Board, akawa ndiye anatoa amri matokeo fulani yatangazwe kabla board haijatoa uamuzi. Kwa hivyo mheshimiwa, ilikuwa namna hiyo. Na unaposema ni kwamba ni Kalonzo Musyoka ambaye alifanya wewe ukaondolewa madarakani, ukanyimwa hiyo tiketi yani? Ndio. Wewe naye unadhani nani ambaye alikufanya ukakosa hiyo tiketi, na mwelekeo wako sasa ni upi? Kitu ya kwanza, uchaguzi wa Kajiado ulikuwa unakontroliwa na remote kutoka Nairobi, na forces ambazo zilisukuma kuanzia hata kabla tarehe 21, watu ambaye ni wakubwa na walitaka mradi zao ambazo... Hao ni kina nani? Unajua tunataka kuwajua hao ni kina nani, badala ya kusema watu fulani, tueleze ni kina nani. Tukiangalia hivi vizuri ni kwamba kama tuliweza tukaenda tuka-complain, tukasema returning officers, presiding officers, tukaambiwa watatolewa, hawakutolewa. Tumeshika gari ikiwa ina ballot papers, na tumeona hata mpaka candidates. Kuna gari ya polisi ilikuwa inasindikiza zile makaratasi, tumeipeleka tena mpaka Jubilee.
alafu baada ya hiyo hata hakuna chochote kimefanyika. Kwa hivyo ni viongozi wa chama ambao unadhani kwamba ndio walisukuma wewe unyimwe tiketi? Tuliweza kuzungumza hata na Secretary General wa chama, na yeye mwenyewe akasema kuna shida mingi hata kubwa kumuliko yeye, hata anashindwa interest hizo zinatoka wapi. Regional coordinator mwenyewe aliweza kusema ndio malalamishi yetu ni ya ukweli, lakini kuna interest ama forces zingine kutoka nje ambaye angeshindwa kucontrol. Hizo ni kutoka kwa nani? Tukiangalia sana mimi ninaweza elekeza kidole kwa ofisi ya Deputy President. Aya. Kwa hivyo hatima yako katika siasa ni ipi? Bado utakuwa kwenye kinyang'anyiro ama umejiondoa? Unastaafu kutoka siasa? Wananchi wataamua, na bado tunafanya consultation na si mimi tu. Yule alikuwa anang'ang'ania kiti cha governor alifanyiwa pia uharamia mwingi. Viti vingine pia za ubunge, zingine za MCA. Na kwa sababu hiyo tuna consultation kubwa sana kwa county. Na kitu kimoja pia tunasema watu wa Kajiado County hawatachaguliwa viongozi na watu wa Nairobi, ama watu ambao watakaa mahali Nairobi kwa hoteli waseme fulani ndiye atakuwa kiongozi. Hiyo hatutakubali. Haya, tumalizie kwake Seneta Musila ambaye yuko katikati mwa jiji. Seneta, kwa hivyo hatima yako katika siasa ni ipi? Unajiondoa, unastaafu kutoka kwa siasa, au tutakuona katika kinyang'anyiro cha uchaguzi? Kama vile mwenzangu Senator amesema, ni kwamba unajua hii vitu ni ya wananchi. Kwa hivyo baada ya matokeo kama hayo kutokea na visa kama hivyo kutokea, ni lazima nirudi kwa wananchi, wafuasi wangu, ni washauri, na vile watanishauri ndio nitafanya. Mpaka wa leo mwelekeo ni kwamba wangependa nichukue tiketi ya kama independent candidate, na mimi nimeahidi kwamba vile watasema ndio nitafanya. Naam. Lakini jambo la kustaafu haliko. Naam. Kwa hivyo bado tusubiri tu. Nasema jambo la musubiri, kama vile Waingereza wanasema watch this space. Haya, na tunakutakia kila la heri. Ni seneta wa kaunti ya Kitui David Musila pale, ambaye ni mwenyekiti, alikuwa mwenyekiti. Niseme kwamba alikuwa mwenyekiti kwa sababu yeye amesema amejiondoa kutoka Wiper. Shukrani sana kwa muda wako seneta, tunakutakia kila la heri katika kinyang'anyiro hiki. Asante. Nashukuru sana kwa kunipatia nafasi. Asante sana kwa muda wako, na pia tumekuwa na Peter Musitete ambaye pia ni seneta wa Kajiado. Tunakutakia kila la heri. Tunasubiri kuona matokeo ya mazungumzo ambayo yanafanywa katika kaunti ya Kajiado. Asante sana. Na pia mtazamaji, shukrani sana kwa kuandamana nasi tangu tulipoanza taarifa hizi mwendo wa saa 12. Sina la ziada. Nasema shukrani za dhati kwa kuchangia katika kufanikisha kipindi hiki cha Dira ya Wiki. Kwa niaba ya wageni wetu na wote ambao wamefanikisha matangazo haya, tukielekezwa na Jared, wapiga picha, wanasa sauti, mafundi wa mitambo na habari wenzangu, mtayarishi wa kipindi Rebecca akishirikiana na Nabiswa, nasema shukrani za dhati, na mtangazaji kwa lugha ya ishara Meresha Owiti, shukrani sana pia kwa muda wako. Mtazamaji, tukutane siku ya Jumatatu kwenye jukwaa la KTN, Mungu akitujalia, na kutakia weekend njema. Kwa heri kwa sasa.